Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogoshwo haria hothe uranjirorera ndi guku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Supreme Court. Na njukite guku ni undu wa kwenda kuumiriria ngoro cia andu aria magikorwo moritwo ni hinya mahote gucokwo ni thayu na mahote guthii na mbere na muturire na kwaria ni kwendana na kuo kwendana niguo thayu ri koguo nikio tuoka ringi nigetha tuheane uhoro cararuku tutikuhitha tukwaria uria Ngai atwirite na tutiukite hi nigetha tukuonererie we uria ui na uria tui riu tuikire kiondo-ini kimwe maundu magacire na moke wega ni tondu Ngai witu ni atutuma. Ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Haleluya. Asanti, mtazamaji wangu. Hapa ni kwa Sky Cable TV na kwa majina yangu naitwa Waweru, na mahali popote ulipo ninakushika ugeni, karibu sana. Hapa ni nyumbani na sio mahali kama hapa huaga tunatoka. So mahali popote ulipo nimekushika ugeni katika the bread of life. Na mimi nimesema naitwa Waweru, nimetoka Kariobangi, pale Kariobangi na ubiri na kanisa la Emmanuel Worship International Ministry. Na Mungu wetu akakubariki sana. Washa tuamini tukaweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nabarikisha Baba mtazamaji wangu Bwana, mahali popote alipo. Ninawabarikisha, ukawabariki na kuwainua Bwana. Wanapotazama hiki kipindi cha Bread of Life, tunapo Bwana Jehova Mungu, tunapoenda kuashiria neno ambalo nimepatia siku ya leo. Naomba huyu mtazamaji wangu akaweza kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tunajikabidhi Baba mikononi mwako, ukatutumie kwa njia kubwa na njia ajabu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. 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 So mtazamaji wangu mahali popote ulipo, nimekushika ugeni tena. Karibu sana katika mitambo yetu ya Sky Cable TV. Na kama unaweza kumbuka mahali ambapo tuliashia on Wednesday, nilikuwa naenda kuhusu hekima. Na nikasema kwamba hekima ni muhimu zaidi. Na nikasema ndio maono yako itimilike, lazima ukuwe na hiyo hekima. Unaweza ukakuwa na vipawa mbalimbali lakini bila hekima unaweza pata kwamba hauperform vile ambavyo unastahili kuperform. So nikasema kuhusu mtu ambaye anaitwa Yusufu, nikasema ile hekima alikuwa nayo, ni kweli alikuwa na kipawa cha utafsiri wa ndoto. Lakini tunaona kwamba sio ndoto zilimpeleka kwa ikulu, lakini ile hekima alikuwa nayo, hiyo iliweza kumuhifadhi pale ikulu. So nikasema kwamba Yusufu alikuwa anatafsiri ndoto, lakini siku tafsiri kulimuhifadhi ikulu. Na tukaangalia na ninakumbuka mahali ambapo tuliashia.
tuliachia wakati ambapo tuliangalia ile hekima ya Yusufu ambayo alikuwa nayo ya kutimiliza maono. Kwa sababu kama uko na maono lazima ukuwe na hekima ya kutimiliza hiyo maono. Wengi wako na maono lakini hawajaweza kutimiliza. Lakini kama ukipata hekima utaweza kutimiliza maono. Na nikasema Hosea 4:6. Hilo ni neno ambalo sitakaki kuacha nyuma, ya kwamba Biblia inasema kwamba watu wa Mungu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na nikakwambia lipoza tusipotee, tunahitaji hiyo maarifa, tunahitaji hiyo hekima kuendeleza biashara zetu, kuendeleza maisha yetu. So na Mungu wetu akawabariki. Kwa hivyo nataka leo tukaweza kuangalia hekima ya pili ambao aina hekima ya pili ambayo Yusufu alikuwa nayo. Yusufu alikuwa nayo. Na tutaangalia bado katika hiyo kitabu cha Mwanzo, na tutaangalia ya pili ni kukataa kuwa mwadhiriwa ya ile changamoto ama ya maono yako. Kuna watu ambao wanakuanga waadhiriwa, ya kwamba leo ukiinukiwa unaachana na hiyo maono, una give up, unakufa moyo. Hiyo ndio nasema mambo ya kuadhiriwa. Usikubali kuwa muadhiriwa. Unajua katika kutimiza maono lazima upatane na watu ambao tunawaitaga challenge, watu ambao wataishi kukuchallenge. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka kuambia hivi mtazamaji wangu, ya kwamba lazima ukatae kuwa muadhiriwa. Haijalishi ni gani mambo magani ambayo yatakukuta ama yatakuinukia ili kukupiga wewe usikaweze kutimiliza yale maono yako. Lakini lazima wewe ukatae kuwa muadhiriwa. Usikubali kuadhiriwa na hiyo mambo ambayo inakuchallenge katika kutimiliza ile maono yako. Nikasema Yusufu alikuwa na changamoto kila mahali. Yusufu hakuna mahali sio kwao. Tunajua kwamba wakati ambapo ndugu zao walikuwa wanataka kumuua, alafu wakafika mahali wakafikiria kumtupa kwa ile shimo, ndiposa wakafikia mahali ambapo ni kumuuza. Tunaona kwamba alikuwa na changamoto kila mahali. Lakini ningetaka nikwambie hivi, hakuna maono ambayo haina changamoto. Kwa hivyo kama uko na maono ya kuenda mahali, kuwa na biashara katika sehemu mbalimbali, lazima upatane na changamoto. Kila kitu kinakuwa na uzuri wake na ubaya wake. Kwa hivyo ile maono ambayo uko nayo lazima ikuwe na changamoto. Na nikasema ya kwamba hekima pekee itakuwezesha kupitia changamoto. Ukiwa na hekima, hakuna changamoto ambayo hutaweza kupitia. Kwa hivyo siku ya leo ningependa nikakwambia kwamba ukikuwa na hekima itakuwezesha wewe kupitia changamoto. Nikwambie jambo lingine, ukiwa na maono makubwa, changamoto zinakuwa kubwa. Kuna watu hawajawahi jua hivyo. Wakati ambapo uko na maono makubwa, changamoto zinakuwa kubwa ama changamoto zinakuwa mingi. Kwa hivyo usiwahi danganywa ya kwamba kuna vile wewe utainuka. Hata ukiangalia wale watu ambao wameinuka, wanaambiaga mtu yale mambo ambao watu walikuwa wanapitia. Kuna wakati ambapo nakumbuka baba yangu alikuwa ananielezea vile ambavyo wakati ambapo aliajiriwa kazi, alikuwa anaenda kama hana kiatu. So nilikuwa na compare, nikaangalia sisi vile ambavyo tunaishi, nikaona kwamba hata sisi tunaishi maisha mazuri kuliko hata wazazi wetu. Na unapata kwamba sisi hatuna pesa, lakini wale wazazi walikuwa na pesa. Kiwango ya kwamba walikuwa wanaweza kununua mashamba, walikuwa wanaweza kununua maplot. So that's why nimekwambia kwamba ukikuwa na maono kubwa, lakini lazima changamoto zikuwe kubwa. Hata Biblia inasema, Yesu Kristo akasema, hakuna mtu ambaye anapanga kujenga nyumba bila kwanza kuangalia gharama. Kwa hivyo kila kitu kinakuanga na gharama. Ukikuwa na maono, lazima kuna vile ambavyo lazima utagharamika ndiposa hiyo maono ikaweze kutimilia. That's why nimekwambia siku ya leo ya kwamba kama uko na maono, lazima uinuke ukaweze kupigana changamoto, kwa sababu lazima changamoto ziinuke. Lazima ukuwe na changamoto ambayo ni ya kupigana na yale ambayo ni maono yako. Na jambo lingine ningetaka ujue, ni vizuri uwe na maono makubwa, ni vizuri uwe na maono kubwa, lakini ujue kwamba changamoto itakuwa ni kubwa. Na ningependa leo tuende katika kitabu cha Mwanzo, tuangalie katika kitabu cha Mwanzo 37:28. Kitabu cha Mwanzo 37:28. So nimesema kwamba changamoto lazima ukuwe na changamoto. Na kama wewe unafanya kazi, hakuna watu wa kukupiga, ujue ya kwamba uweze ukaenda mbali. So wakati ambapo unainukiwa, unakuaga hata na bidii ya kuendelea na ile kazi. Lakini
kama hakuna maadui uwezo ukainuka, hautajua kuomba, hautakuwa na hiyo bidii ya kuinuka, yani kusimama, yani kutilia bidii katika hiyo biashara yako. So that's why nimesema kwamba lazima ukuwe na changamoto, na hakuna kazi ambayo haina changamoto. So that's why nasikiaga watu wakisema sio kuzuri, kazi iendelee vyema, kwa sababu changamoto lazima zikuwe. So nimesema tuangalie katika kitabu cha Mwanzo, Genesis, Mwanzo 37 mstari wa 28. Tusome tu kuhusu huyo mtu ambaye tunaita Yusufu. Tuangalie mtu ambaye anaitwa Yusufu. Tutaendelea tu na hiyo ujumbe ambao ni ya hekima, na nimesema hekima ya pili ambayo Yusufu alikuwa nayo, alikataa kuwa mwadhiriwa wa zile changamoto zote ambazo alikubana nazo. So nikasema kwamba hata wewe ukatae kuwa mwadhiriwa, usikubali yani kushindwa. Usikubali wewe, Maandiko yanasema kwamba we are more than conquerors. So sisi ni zaidi ya washindi. Kwa hivyo lazima ukubali kusimama, lazima ukubali kukabiliana na hizo changamoto. Nikasema tuangalie katika kitabu cha Mwanzo 37 mstari wake wa 28. Biblia inasema hivi. Biblia inasema wakapita wafanya biashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Ishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Tunaona hizi ni changamoto, hizi ni baadhi ya changamoto ambazo Yusufu aliweza kukutana nazo. Na tunaona pale wakati ambapo kulipita watu ambao walikuwa wanapiga biashara ambao walikuwa Midiani, tunaona ya kwamba wale madugu za Yusufu wakamtoa Yusufu mahali ambapo walikuwa wamemweka, na tunaona Maandiko yanasema kwamba wakampandisha kumtoa katika birika, na wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. My brother, my sister, mahali popote ulipo na nitazamia, ningetaka nikwambia kwamba changamoto lazima ukutane changamoto. Huyu ni Yusufu, hakuna kitu ambacho alikuwa amefanya kibaya kwa madugu zake, lakini kwa sababu tu ya kuambia kwamba ameona nyota, mwezi zikimwabudu, hapo ndipo hawa watu walitazama, hawa madugu zake walitazama, wakaona how comes ndugu ambaye ni mdogo wetu atakuja aje sisi kututawala, sisi tumwabudu, itakuwaje? Na hapo tu ndio shida ilifanya nini? Shida ilitokea. Na tunaona wakati ambapo shida ilitokea, tunaona vile ambavyo walimuuza. Kwa hivyo hii ilikuwa changamoto ambayo Yusufu aliweza kubadiliana nayo, na tunaona kwamba hii ilikuwa njia moja ambayo Yusufu akasema ya kwamba kwa nini nishinde hapa nikiwaelezea yale maono ambayo niko nayo? Kwa nini mimi na madugu zangu tukosane kwa sababu ya haya maono? So Yusufu kama angeangalia hivyo, kama angetazamia kama vile ambavyo sisi saa zingine tunatazamia, tunaona kwamba Yusufu angeweza kuendeleza ile maono. Lakini tunaona Yusufu hakukubali kuwa mwadhiriwa. Yusufu akiachana na maono yake kwa sababu ya kuuzwa na ndugu zake. Tunaona Yusufu hii ilikuwa sababu njema na sababu nzuri ya kupeana, asema ya kwamba instead ya mniuze, instead ya mnifanyie haya, si tukubaliane tu tuishi kama vile tulikuwa tunaishi kama madugu. Lakini tunaona Yusufu ya kwamba hakufanya nini? Hakugive up. Walimuuza kwa sababu ya ndoto yote. Angesema ashane na hiyo, angeamua kukaa na ndugu zake. Hakuna mtu, watu wengi wanafikaga hapo wakiona kwamba wameanza kuinukiwa, wameanza kukutana na changamoto, wengine wana give up, wanaashiria, wanaanza kuona kwa nini tuishi tukipigana? Si afadhali muashie biashara. Lakini nimekuja kukuambia kwamba haufai kukubali. Kama uko na maono, una vile ambavyo unataka ukaweza kufikia, lazima ukubali kukutana na kila aina yoyote ambayo ni changamoto. Wengine kwa sababu ya watu wa vile ambavyo wananena vibaya, wanapeana kama jawabu ya kuachana maono yao. Kuna watu ambao walinena vibaya, wakagipa, wakaashana, wakasema mimi hizo vita. Hata ni watu wengi sana. Mimi nakwambia kama mchungaji, mimi nimekwambia nimeona wengi ambao wametoka kanisani. Kwa nini? Kwa sababu hao watu wanasema kwamba kanisa za kiroho ni kanisa ambazo za vita. Lakini nataka kukwambia hivi, hata ufanye nini? Katika Waefeso 6:11 tunaelezewa vizuri ni aina gani ya vita ambao tunapigana. Hizo ni baadhi ya changamoto na ziko kila mahali katika ndoa.
kuna changamoto, kwa kazi kuna changamoto, mahali ambapo tunaishi hata kulipa nyumba ile ambayo unalipa kuna zile changamoto ambazo uwanda unakutana nazo. Kwa hivyo that's why nimekwambia kwamba kila jambo ambalo tunafanya lazima changamoto ziinuke. Na that's why nimesema kwamba kuna watu wengine ambao walinenwa vibaya kanisani. Kuna watu ambao vita ziliinuka kanisani wakaashana wakagive up. Na mimi nimekuja kuambia my brother, my sister, mahali popote ulipo, wewe ni nabii, wewe ni mtumishi, wewe ni mwana biashara, don't give up. Usikubali kuwa mwadhiriwa wa kumaliza hiyo kazi yako, wa kumaliza hiyo maono yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yusufu alikuwa na sababu ya kuashiria maono yake, akasema kwa nini niuzwe? Kwa nini mniuze? Yusufu alikuwa sababu njema ya kuashana hiyo maono, aseme na washetu tusikizane. Mimi si hamutaniabudu, sitarudi kuota tena. Lakini tunaona kwamba hakugive up, hakujali yale ambayo alipitia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nimekuja kuambia hivi ya kwamba siku ya leo usikubali kuwa mwadhiriwa. Hekima ya pili ambayo Yusufu alikuwa nayo, Yusufu hakukubali kuwa mwadhiriwa. Wewe ambaye uko mahali pale, usikubali. Kuna watu kama ukiangalia kama Gikomba, kuna wakati ambapo moto ilikuwa inainuka. Hiyo Gikomba unapata kwamba Gikomba imeshomeka. Lakini kuna watu pale ambao wameishi, walishomekewa mara ya kwanza, wakashomekewa mara ya pili, wakashomekewa mara ya tatu, lakini bado hawajawahi give up, kwa sababu wanajua ya kwamba hawajafikia mahali ambapo walikuwa wanatarajia kufikia. Na unaona bado hao watu washomekewa na bado wanaendelea na ile biashara, hawajawahi fika mahali pa kugive up, kusema ya kwamba kwa sababu nimeshomekewa mara mbili mara tatu, wacha sasa niachane na hii kazi, niende nikatafute kazi nyingine. My brother, my sister, lazima ujue maono yako ni gani, na ni lazima ukubali kupatana na changamoto za kila aina, upigane na hizo changamoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuangalie tu hapo Mwanzo 39 mstari wa 9. Mwanzo 39 mstari wa 9. Tusikie pia Biblia inatuambia, kitabu cha Mwanzo 39 mstari wake wa 9. Tusikie pia Biblia inasema, na mimi ninakuomba siku ya leo usikubali kuwa mwadhiriwa, kuwa na hekima. Kuwa na hekima ambayo itakuwezesha wewe kupitia kila changamoto. Kataa kuwa mwadhiriwa wa ile changamoto ambayo unapitia. Najua kwamba katika kila hali kuna changamoto. Hata saa hii kuna watu ambao wanapitia changamoto ambazo ni za kila aina, lakini nimekuja kukwambia kwamba don't give up. Usikubali kugive up katika jina la Yesu Kristo. Usikufe moyo, inuka, pigana na hiyo changamoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimesema tuangalie katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wake wa 9. Tuangalie changamoto nyingine ambayo Yusufu alikuwa nayo. Maandiko yanasema ya kwamba hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe. Nifanye aje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Angalia. Yusufu wakati ambapo alijaribiwa na mke wake Potifa, tunaona kwamba wakati ambapo alijaribiwa pale, tunaona kwamba Yusufu alikuwa amewekwa kuwa mkubwa katika ile nyumba ambayo ilikuwa ni ya mfalme. Na tunaona pale Yusufu anauliza, anaambia mke wake mfalme, anamwambia kwamba mimi ndio mkubwa hapa. Ndio hivyo nani anamwelezea, anamwambia mimi ndio mkubwa hapa, na anamwambia kwamba mimi sikuzuiliwa kitu chochote ila tu ni wewe peke yake ambaye sikupatiwa ruhusa kufanya nini. Na anamwambia kwa sababu wewe ni mke wake, lakini hao wengine ambao ni wafanyikazi hapa, mimi ndio mkubwa, mimi ndio uwaga nafanya nini, ninawatawala. Akamwambia, akamuuliza, sasa nitafanya aje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu wangu? Angalia, kwa sababu huyu ni mke wa mfalme. Yusufu alijiuliza, nitajiashiria aje, niashiria aje maono yangu kwa huyu mke ambaye ni wa mfalme? Yusufu akakataa, akasema sitakubali
mimi nikaanguka kwa majaribio, niachane na maono yangu. Nilikuwa nimeona nikiwa mfalme, sitaachana na haya maono, kwa sababu hata kama nimeingia kwa nyumba ya mfalme, hata kama mimi ndio nimekuwa msimamizi, sijakuwa mfalme, na nilikuwa nimeona kwamba nikiabudiwa na madugu zangu na wazazi wangu. So Yusufu hakuna vile ambavyo angekubali kuachana ama kuashiria yale maono yake yakaenda hivyo. Nakumbuka hivi, kama angejiashiria, angeharibu ule uhusiano wake na Mungu. Na nilisema ile hekima ambayo Yusufu alikuwa nayo ya kwanza ilikuwa ya maintain his connection. Yani aliweka ama alihifadhi ule uhusiano wake na Mungu. Na sasa hapa tunaona kwamba Yusufu angejiashiria, aseme kwamba kwa sababu huyu ni mke wa mfalme na ako na pesa, jina anajulikana, wacha nijiashirie kwa huyu mke wa nani, wa mfalme, na atanifanya kuwa mkubwa ndani ya hii nyumba yake. Lakini Yusufu hakuangalia mambo kama hayo. Tunaona Yusufu alisimama, aka maintain his connection, uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Na jambo la pili, akakataa kuwa mwadhiriwa. Kulikuwa na changamoto ya kulala mke wa mfalme, lakini alikataa, akasema kwamba sitakubali kuadhiriwa. Akakataa kuadhiriwa. So my brother, my sister, changamoto ni mingi. Usikubali hata kwenda kuabudu miungu ndiposa biashara iendelee. Usikubali kuashiria maono yako kwa sababu ya hizo changamoto, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kuna watu ambao wanaadhiriwa. Angalia, Nuhu akawaambia, kujeni tujenge safina. Kujeni tukaweze kujenga safina tuingie ndani, kwa sababu kutakuwa na ile mafuriko. Lakini wengi ambao watu walikuwa na maono, watu ambao walikuwa wanafaa kuwa maroya, wengine walikuwa wanafaa kuwa matajiri, lakini kwa sababu ya kutosikiliza, kwa sababu ya kukubali kuwa waadhiriwa, wakakubali, wakajiashiria, wakati ambapo mafuriko ilikuja wakaangamia. Tunaona, lakini Nuhu kwa sababu alikuwa na maono, hakukubali, alisikiliza sauti ya Mungu. Kwa hivyo that's why nimesema kwamba lazima ukubali maintain your connection with God in the mighty name of Jesus. Jambo lingine nataka kusema kwamba lazima ujue ya kwamba ukiangalia hii kesi ambayo ya Yusufu, tunaona kwamba Yusufu akisema kwamba atapatiwa promotion kwa hiyo nyumba ambayo ni ya mfalme, kwa sababu huyu ni mke wa mfalme na yeye ndiye alikuwa na approach Yusufu. Kwa hivyo kwa sababu alikuwa already ameshampenda Yusufu, kama Yusufu angekubali kujiashiria huyu mke wa mfalme, hata hatujui might be, lakini hii ni maono yangu, might be hata ageua bwana yake ndiposa akaweza kumalizia na Yusufu, hatujui. Lakini tunaona ya kwamba Yusufu hakukubali kujiashiria mikononi mwa huyu mke ambaye wa mfalme, alikataa. So my brother, my sister, changamoto ziko, lazima ukutane na changamoto za kila aina, lakini ni lazima usimame, ni lazima ukatae, ni lazima useme ya kwamba enough, it is enough. Mimi kutoka utotoni nilisoma nikaweza kuwa lawyer, nilisoma nikaweza kuwa daktari, mimi nilisoma nikaweza kuwa profesa. Mimi sijui ni nini ambacho ulikuwa unatarajia ama unatamania kukua, lakini nimekuja kukwambia kwamba lazima ukatae kuwa mwadhiriwa. Usikubali kuwa mwadhiriwa. Kuanzia leo usikubali kuwa mwadhiriwa katika jina la Yesu Kristo. Lazima ukutane na kila changamoto za kila aina katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Lazima ukubali, lazima usimame, my brother, my sister, lazima upigane na changamoto za kila aina, kwa sababu changamoto ziko. So Yusufu akakutana na changamoto za kila aina, lakini tunaona kwamba Yusufu hakujiashiria, Yusufu hakukubali kuashiria maono yake kwa sababu ya changamoto. Usikubali kuashiria maono yako kwa sababu ya hizo changamoto. Hata kama kazi haiendelei vizuri, usikubali kuashiria. Shikilia maono yako, simama na hiyo maono yako. Sema ya kwamba mimi niliitwa, kama mimi niliitwa nihubiria watu maelfu na bado sitafikia pale, ninazidi. Kuna zile changamoto ambazo nakutana nazo katika huduma, lakini sija give up, bado ninaendelea kukuja hapa. Kuna zile changamoto lakini bado ninazidi kupigana na zile changamoto. So nimekuja kukuweka moyo wengine ya kusimama
kuomba vizuri, anza kupigana vita mzuri ya kupigana na kila changamoto ambayo inainuka kinyume na maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lazima uelezee shetani ya kwamba ninajua kazi yako ni kuiba, ni kuua na kuharibu, lakini mimi najua maono yangu. Hautaweza kuiba, hautaweza kuangamiza, hautaweza kuua maono yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. My brother, my sister, kama hautakubalia kuwa muadhiriwa, I've come to tell you that you are going far. Utaenda mbali katika jina la Yesu Kristo, na chochote ambacho ulikuwa unatamani kuwa, kwa hakika lazima utakuwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kumbuka vile Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 29:11, Biblia inasema ya kwamba Maandiko yanasema kwamba ninawazia najua ni Mungu ambaye ananena hapa, anasema kwamba ninajua mawazo ninayowazia nyinyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani na kuwapa nyinyi tumaini. Huyu ni Mungu ambaye ananena. Kwa hivyo kuna hata hiyo mawazo ambayo Mungu anakuwazia juu ya hiyo maono yako. My brother, my sister, nimekuja kukwambia kwamba kama Mungu anakuwazia mawazo ambayo ni ya amani, wewe ambaye umegojeka, haijalishi ni ugonjwa ya aina gani, lakini nimekuja kukwambia kwamba kama haiki kukua maono yako, lazima ukataane. Hiyo ni changamoto, lazima upigane na hiyo changamoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu anatuwazia mawazo ambayo ni ya amani na kutupatia sisi tumaini. Kuna watu ambao wanafaa wakuwe na imani ya kwamba mimi kesho nitakuwa na mahali pangu, mimi kesho sitakuwa nalipa rent, lakini saa hii unang'ang'ana kulipa ile rent. Kwa hivyo lazima usimame, upigane na hiyo maono, upigane na hiyo changamoto ambayo inakuja kukuzuilia wewe kupata kiwanja cha kujenga nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao hawajawahi fikia mahali ambapo walikuwa wanatamania biashara zao zikaweza kufikia, na ni lazima usimame upigane na hizo changamoto ambazo za kuzuilia, hizo ambazo za kuwekea zinakuwa kama vizuizi kukuzuilia wewe hiyo biashara kuinuka, kile kiwango ambacho ulikuwa unatamania ikaweza kufika. Kwa hivyo lazima upigane, lazima upigane, pigane na kila changamoto katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukwambia hivi ya kwamba lazima uinuke, lazima upigane. Changamoto ni mingi. Saa hii kuna watu ambao corona iliinuka ikawazuilia wao, biashara zilikuwa zinaendelea vyema, lakini sasa biashara zinaendelea vyema. Lazima upigane na hii roho katika jina la Yesu Kristo, ndipo biashara yako ikarejelea mahali ambapo ilikuwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii ni changamoto, ni aina ya changamoto. Shetani ni mtu ambaye ni mjanja sana. Hakuna njia ambayo anaweza kutumia kukuja wewe kukuzuilia kufika mahali ambapo unastahili kuwa umefika. Kumbuka ya kwamba shetani, mimi huishi kusema hivi, shetani anajua sana mambo ambayo ni ya mbinguni, kwa sababu yeye ambaye alikuwa anafanya nini? Ni yeye ambaye alikuwa anaongoza katika sifa. Sio shetani anajua wakati ambapo unaabudu hata katika kweli na katika haki. Shetani waga anajua kwa sababu alikuwa anaongoza zile sifa. So lazima ujue ya kwamba kazi ya shetani ni gani, na ni lazima ujue na mimi maono yangu ilikuwa gani. Lazima usimame ndiposa maono yako ikaweza kutimilia. Nimesema hii ni aina ya pili ya hekima ambayo Yusufu alikuwa nayo. Yusufu akakataa kuwa muadhiriwa. Kuna watu siku hizi wamekuwa waadhiriwa, walifika mahali wakagive up. Kwa sababu kila kitu haikuenda kama vile ambavyo walikuwa wanatarajia, wakagive up, wakakufa moyo, wakaashiria maono yao. Mtu ambaye alikuwa anafaa kukuwa na ndoa mzuri leo hivi, na ukimpata huko kwa barabara, yeye kazi yake ni kukunywa. Mtu ambaye alikuwa anafaa kuwa amesomesha watoto wamefika university, mtu ambaye alikuwa anafaa kuwa na jina kubwa, alifika mahali akagiva, akaashiria, akakuwa muadhiriwa wa ile maono yake. My brother, my sister, na usikubali. Mimi sijawahi kubali. Mimi nimekutana na changamoto za kila aina. Mimi nimeshawahi pata watu ambao wamehubiri sana kanisa, pastor tunataka tukushikilie. Nikasema hapana, mimi nataka nitoke from nothing, nitoke pale chini, nipigane na hizo changamoto, nipigane mpaka nisimame. Mimi sijawahi kubali kujishikanisha ama kujiunganisha na wale watu ambao wanajulikana, wale watu ambao wako na majina kubwa
nilikataa, nikasema ya kwamba nataka na hata mimi nitoke mahali ambapo walitoka, nipigane vita mzuri, ndiposa wakati ambapo huduma itakuwa imeinuka niwe nawaambia, nawaelezea, nawashuhudia, nikiambia watu mahali ambapo nimetoka, mahali ambapo nimefika, yale ambao nimepitia. Unajua kuna watu ambao wanaka ushuhuda. Kwa nini? Kwa sababu waligive up, wakakuwa waadhiriwa, yani hawakupigana. Hakuna changamoto ambayo iliinuka wakaweza kupigana hiyo changamoto. So kile changamoto ambayo ilikuwa inainuka wanagive up. Kuna mtu ambaye ninanena na yeye ambaye anajua amefungua biashara zaidi ya 10, anafungua biashara inaisha, anafungua ingine inaisha, anafungua ingine, lakini sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu yeye kuona akiwa mwanabiashara. Sio mara ya kwanza ama ya pili yeye hata kutabiriwa na manabii akiwa mwanabiashara, lakini kwa sababu aligive up. Sasa hivi anasemaga kwamba niombewe nipate kazi. Kuna mtu ambaye anafaa kuwa na biashara lakini leo ameajiriwa. Kwa nini? Kwa sababu alikubali kuwa mwadhiriwa. My brother, my sister, kuna changamoto mingi sana siku hizi hata katika ndoa, lakini usikubali kuwa mwadhiriwa. Usikubali wewe ukuwe mwadhiriwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hii ni hekima ya pili ambayo Yusufu alikuwa nayo dhidi ya maono yake. Kwa sababu tumeona ya kwamba Yusufu alikuwa changamoto mingi sana. Mke wa mfalme alikuwa anataka walale pamoja na yeye, lakini Yusufu tunaona kwamba hakuangalia ya kwamba huyu ni mke wa mfalme. Hakutazama ile mali alikuwa nayo, vile ambavyo ile heshima alikuwa nayo, lakini alitumia hekima. Akajua kwamba jambo la kwanza, nikikubali nitaharibu uhusiano wangu na Mungu, kwa hivyo Mungu ataniondokea. So akajua kwamba Mungu akiniondokea, nikiharibu uhusiano wangu na Mungu, jambo lingine la pili nikubali kuwa mwadhiriwa, nianguke katika majaribio, sitaweza kufika mahali ambapo nilikuwa natamania nikaweza kufika. Sitatimiza yale maono haitatimia yale ambayo nilikuwa nimeona. So that's why Yusufu hakukubali. That's why Yusufu hakufanya nini? Hakukubali. Jambo lingine, Yusufu alikuwa mtu ambaye ni wa maana sana. Hakukuwa na roho ya kushukia. Unajua kuna watu wengine hapa ambayo wamekuwa waadhiriwa kwa sababu ya kushukia. Ulishukia huyo ndugu yako wakati ambapo alikuinukia, na huko unajua ndugu yako, dada yako, huyo mtu ambaye ni karibu sana aliinuliwa, diposa akaweza kukufanya wewe ukasimame, ukatimize yale maono ambao ulikuwa nayo. Lakini kuna watu ambao walikuwa waadhiriwa kwa sababu ya kushukia. Yusufu akishukia bibi ya mfalme wakati ambapo alitolewa pale gerezani, akarudi akatafsiri ile ndoto na akahifadhi tena ile kazi yake. Mfalme akamweka juu ya kila kitu, akamwambia sasa nimekufanya wewe ukaweze kuwa msimamizi wa kila kitu, nimekuashiria. Yaani kama kumaanisha ni vile tu ni kiti tu ya mfalme peke yake. Yusufu hakukubaliwa kukalia, lakini zile vitu zingine zote Yusufu aliashiwa akaweza kuwa msimamizi. Leo tunaona pale kwa sababu mke wa mfalme alikuwa amemweka ndani kimakosa ama kiatia. So tunaona Yusufu agemshukia. Kwa hivyo wakati ambapo alirudishwa angetaka kufanya revenge, lakini Yusufu hakukuwa hivyo. Yusufu hakukuwa na huyo moyo. Yusufu hata kama anajua kwamba mimi nilienda gerezani na sikuwa nimefanya lolote, wakati alirejeshwa kazi hakukuwa na hiyo roho ya kushukia. Nimekuja kukwambia kwamba tuache roho ya kuwashukia wale ambao wanatuinukia. Hata mimi niko na maadui, na ninasema hivi nikiwa katika hivi tabo ya kwamba niko na maadui wengine, hata ni watu ambao tumezaliwa na wao, na mimi sijawahi washukia kwa njia yoyote. Hata leo akikuja ni mimi nikiwa na msaada sitatoka kumpatia, lakini najua kwamba ni adui wangu, lakini Mungu amemweka pale ili nikaweza kusimama nikatimize maono, ndiposa wakati moja atakuja kusema kwa hakika Mungu wa ndugu yangu kweli yeye ndiye Mungu. Kumbuka wakati ambapo Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati ambapo walikuwa na kubwa changamoto ya kwamba kama hawangeabudu ile mfano wa miungu ambayo ilikuwa imetengenezwa na ule mfalme, walikuwa na changamoto ya kwamba ilikuwa watumbukizwe ndani ya ile tundu ya moto. Lakini tunaona kwamba walikabidhiana na ile changamoto. Tukaona kwamba walimwambia hata mfalme, sisi hata kama tutakufa, washa tukufe,
walisema wacha tukufe tukimuabudu huyu Mungu, lakini hatutakubali kuabudu miungu zingine. Kwa hivyo nimekuja kukuelezea, nimekuja kukwambia lazima ukataane na kila aina ya changamoto, hata kama ni utakufa uking'ang'ania ile maono yako. Washa my brother my sister, ukufa uking'ang'ania, lakini usikubali kugipa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Danieli hakuashiria Mungu wake, alisema mimi hata kama nikufutwa kazi, mimi hata kama nikuuliwa, mimi vile tu watataka kulifanya, washa walifanye, niko tayari kupitia yale yote ambayo nitapitia, lakini jambo moja sitakosa kufanya, sitakosa kuomba ile masaa yangu ya kuomba. Danieli akakabiliana na ile changamoto. Wakati ambapo alishinda ile changamoto, wakaanza kusema kwa hakika Mungu wa Danieli ni yeye ambaye atakuwa anafanya nini, atakuwa anaabudiwa. Kuna watu wanafaa waone Mungu kupitia hiyo biashara ambayo unafanya. Kuna watu wanafaa waone Mungu kupitia hiyo ndoa yako, kupitia yale maisha ambayo unafaa kuwa unaishi, lakini kwa sababu ya kukubali kuwa mwadhiriwa, that's why unaona watu waone Mungu wako. Kuna watu wanafaa watambue Mungu wako. Kumbuka vile ambavyo Lucifer wale waliiba, wakasema kama kuna watu ambao walikuwa wanakudharau, lakini siku moja wanakuja kukusalimia kwa heshima. Mimi nimekuja kukutabiria, mimi kama nabii nimekuja kukutabiria siku ya leo ya kwamba kuna watu walikudharau, kuna watu wakalidharau hiyo biashara yako, wakasema hii biashara haiwezi kainuka, huyu mtu hawezi kaendelea, huyu mtu hawezi kabarikiwa. Lakini nimekuja kukwambia ya kwamba unaenda kubarikiwa, unaenda kuinuliwa, hiyo kazi yako inaenda kuinuliwa, ndoa yako inaenda kusimama, maisha yako yanaweza kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Wale watu walikudharau wakuja waseme kwa hakika huyu Mungu huyu mtu kwa hakika ndiye Mungu ambaye tutakuwa tunamwabudu. Kuna watu wanafaa waabudu ule Mungu ambaye unamwabudu, Mungu ambaye ni wa ukweli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na mimi ninajua kwamba hata mimi katika hiyo huduma kuna watu watakuwa wanasema kwa hakika Mungu Waweru, kwa sababu niko na uhakika ya kwamba ninaenda kusimama nikatimize yale maono ambayo nilikuwa nayo, ule mwito ambao niliitwa, na vile ambavyo Mungu aliniambia ya kwamba nataka ukakue hivi, hivyo ndivyo nang'ang'ania ndipo sasa nikaweza kukua hivyo katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe usigive up, usiashirie maono yako, hata kama itakuja nini. Sema no matter what comes on my way, sema no matter what, mimi nitasimama mpaka nitimilize maono yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sikiliza nikwambie. Sikiliza my brother, my sister. Nimesema hivi ya kwamba hii ilikuwa sababu njema ya Yusufu kusema kwamba mimi nitaashiria maono yangu. Kumbuka bibi ya Potifa alikuwa amemwekelea, akamweka gerezani. Ndugu zake wakamuuza. Imagine your little brothers wanakuuza ili usikaweze kutimiza hiyo maono yako. Hata Yusufu hizi sababu mbili, alikuwa sababu mbili mzuri za kupeana na kwamba mimi nitaashiria nini, nitaashiria haya maono kwa sababu madugu zangu wananiinukia, sitaki kutengana na madugu zangu, sitaki tukosane na madugu zangu. So ilikuwa sababu nzuri ya kufanya nini, ya kuashiria. Lakini hakufanya nini, hakuashiria yale maono yake. Yusufu angekuwa na mambo ya kushukia, angelipiza kizazi, lakini Yusufu hakukubali kuwa mwadhiriwa kwa kulipisha kizazi ama ya kushukia. Na tunaona Mungu akamtazama moyo wake, akaona hana moyo wa kulipisha yale aliyoyafanya. Unajua kuna Mungu anaangalia mioyo ingine. Hata kumbuka wakati watu walikuwa wanajenga ile Tower of Babel, kumbuka Mungu aliangalia, Mungu aliwatazama akaona walikuwa na nini, akakuja akafanya nini. Hawa watu walikuwa na maono, lakini Mungu akafanya nini, akaashiria lugha, wakakosa kuelewana. Sio akaanza kufanya nini, kwa sababu hao watu walikuwa na maono ya kufika wapi. So sikiliza nikwambie, nimekuja kukwambia hivi, Mungu anaangaliaga moyo wa mtu. So wakati ambapo wewe moyo wako ni mchafu, unawaziaga watu wengine wa mabaya, ya kwamba hutaki waendelee, hautaki wafanikiwe. Hakuna wakati ambapo hata wewe utakuja kufanikiwa, hata wewe utakuja
kutimiza yale maono ambayo unakuaga nayo. So lazima moyo wako kila wakati uweke moyo wako ukiwa msafi kama wa Yusufu. Yusufu hakuchukia madugu zake. Kumbuka hata wakati ambapo waliendea chakula, Yusufu hakuwanyima. Yusufu hakuwainukia. Hakusema wakamate wafukiwe. Hapana. Yusufu alikuwa na ule moyo wake kila wakati alikuwa na uweka ukiwa msafi. So that's why nimekwambia kwamba hata wewe usikubali kuwa mwadhiriwa wa kuwa na hiyo roho chafu, roho ya kuchukia watu kwa sababu mtu alikutenda, kwa sababu mtu alikufanyia. Usikubali kuwa na huyo moyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuangalie katika kitabu cha Mwanzo 50 tuangalie mstari wa 18 21. Mwanzo 50 mstari wake wa 18, tuanzilia 18. Biblia inasema hivi 18. Biblia inasema nduguze wakaenda tena wakamwabukia miguu, wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nani kweli mlitukusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. 21. Basi sasa msiniogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vyema. Angalia Yusufu mtu ambaye alikuwa na moyo safi. Madugu zake wameanza kumwabudu. Akawaambia, hapana, mimi sio mkuu kuliko Mungu, mimi sio badala ya Mungu. Akasema, hapana, msinifanyie hivyo. Tunaona Yusufu anawaambia, hapana, mimi si badala ya Mungu. Akawaambia, nini mlikusudia? Hakuwaficha. Aliwaambia, mlikusudia mabaya. Kuna watu ambao wataishi kukusudia mabaya ili usikaweze kufikia mahali ambapo unatarajia kufikia. Lakini Yusufu akawaambia, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. That's why nimekwambia huyo adui amewekwa hapo ili akuinukie. Lakini wakati ambapo anakuwaza mabaya, vile ambavyo atafunga kazi yako, vile ambavyo atafunga maisha yako, vile ambavyo atafunga ndoa yako, Mungu naye anakusudia hayo mabaya, anayakusudia yanakuwa mema. Yusufu akasema ya kwamba bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Kama Yusufu hageuzwa, kama hao ndugu zake wamekutenda hivyo, Yusufu hangeweza kuokoa watu wengi, hangeweza kuokoa taifa kubwa. So that's why nimesema kwamba kuna watu hapa ambao Mungu anatarajia, anatamani wakaweze kufika bahari. Lakini my brother, my sister, usikubali kuwa muadhiriwa wa zile changamoto zozote ambazo zitainuka katika jina la Yesu Kristo. Na hapo 21 tunaona Yusufu anawaencourage, anambia, msiniogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Mtu ambaye ako na moyo safi akasema, msiniogope, najua kuna njaa, najua yale ambayo mnapitia, lakini mimi nitasimama, nitawalisha pamoja na watoto wenu. Sitaangalia yale ambayo mlifanyia. My brother, my sister, hata ukijua mtu anakuinukia akikuja kukuomba msaada, usimunyime. Kuwa na moyo safi, uone yale ambayo Mungu ataenda kukufanyia. Might be ametumwa pale ili akaweze kukuinua ukafikie kwa maono yako katika jina la Yesu Kristo. Hawa hawakujua, walikuwa madugu zake, hawakujua ya kwamba ni kumuinua, wanamuinua. Changamoto zinainuka, Yusufu anainuliwa juu ya changamoto. So anakaa juu ya changamoto. Hakuna wakati ambapo changamoto zilofakamu Yusufu, hakuna. So that's why nimekwambia hivi, ya kwamba leo ukikubali kuwa na moyo safi na ukatae kuwa muadhiriwa wa ile changamoto ambayo inapigana maono yako, nimekwambia my brother, my sister, utafika mahali. Kuna watu ambao wanatarajia kuwa MCA, maseneta, nini. Kuna watu ambao wanapenda sana, takao mimi sipendi mambo ya siasa, lakini nimekwambia hivi, kuwa na moyo safi. Usijali hata kama ulianguka. Nimekuja kukuelezea ya kwamba ukikubali na ukatae kuwa muadhiriwa wa zile changamoto zote, hata yale ambayo yananenwa, jua mengine inaneno niposa ukaweze kuovercome, ukafikie mahali ambapo ulikuwa tamania kufika katika jina la Yesu Kristo. So nimekwambia hivi ya kwamba usikubali kuwa muadhiriwa
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usikubali kuwa mwathiriwa wa maono yako. So ilikuwa nafasi nzuri ya kulipiza kizazi, lakini hakuwa na hayo mawazo. Hii ilikuwa nafasi nzuri wakati ambapo alikuja kumwabudu. Yusufu alikuwa na nafasi nzuri ya kujilipizia, lakini hakuwa na huyo moyo. Angesema mke wa mfalme aingizwe gerezani kwa sababu alimwekelea, lakini hatukuona Yusufu akifanya hivyo. Maono ya wengine haiwezi kuwa kubwa kwa sababu kuna watu wamebeba. Wewe ambaye uko pale na kuna mtu ambaye umebeba, kubali tu kumwashiria. Kubali kumwashiria. Kwa sababu mimi huwa nahubiri hivi ya kwamba kama uwezi kupenda huyo jirani yako, huyo mwenye anakuinukia, Mungu utampenda aje na hujawahi muona. Maria anasema kwamba kwanza penda huyo jirani ambaye unamuona kwa macho. Huyo mpende kwanza. So usipopenda huyo jirani yako, hata Mungu itakuwa ni gumu kupenda Mungu huyo ambaye hujawahi muona. So that's why nimekwambia kwamba kuwa na moyo safi kama Yusufu. Yusufu alikuwa na nafasi nzuri ya kujilipishia. Wakati ambapo aliyeitwa kazi na mfalme, akajilipishia kwa mke wa mfalme, lakini hatukuona akifanya hivyo. Madugu zake wamekuja, hatujaona akijilipishia. Na jambo lingine nikwambia, maono ya wengine haiwezi kuwa kubwa kwa sababu kuna watu ambao wamebeba. Kuna watu utakutana na wao ambao ni changamoto kwa maono yako. Kuna watu ambao wataletwa. Hata kuna watu ambao wataletwa kwa ministry ambao nahubiri. Wengine wao ndio wameletwa kama changamoto. Kazi yao tu ni kuniinukia. Sifai kuwakemea, sifai kuwashukia. Ninafaa kujua kwamba hawa wameletwa hapa ndiposa wakaweze kuniinua katika ile kuni-challenge, ili nikaweze kufikia kwa maono yangu. My brother, my sister, nimekuja kukuambia kwamba kuna watu ambao utakutana na wao, na hao watu watakuwa changamoto kwa maono yako. Hao ndio wakupiga maono, sio wakukushikilia. Na walikuwa, angalia mtu kama Judas. Tunaangalia Judas wakati ambapo alikuwa anamsaliti Yesu. Angalia Judas. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo alikuwa anajua, lakini alikuwa na nafasi nzuri ya kumfukuza yule Judas, lakini hakumfukuza. Lakini tunaona Yesu Kristo waliishi kukaa na Judas, akijua kwamba wewe ndio utakuja ni wewe ndio utakuja kunisaliti siku moja. Na tunaona ya kwamba Judas yeye aliwekwa hapo kama msaliti. Na kuna wakati, kumbuka hata Petro, wakati ambapo alikuwa ameigiwa na nini? Ameigiwa na roho baya. Wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa anakemea hiyo spirit, akamwambia enda nyumba yangu shetani, akakemea hiyo pepo. So nimekwambia kwamba wengine wataletwa kama mapepo, lakini itakuwa ni changamoto. Watu wamekuja wakiwa na roho zingine za kukuinukia, za kukupiga, wakianza kusema vile ambavyo wewe hauabudu ule Mungu kwa ukweli, uwekelewe mambo mingi. Na waangalia katika Mathayo 5:11, uangalia hakuna chochote ambacho tunapitiaga haikupitiwa na wale manabii walikuwa hapo mbele. So tumezoea hata yale ambao unenwa kuhusu watumishi wa Mungu, sisi tulizoea. Kwa nini? Kwa sababu hata wale walikuwa hapo mbele walikuwa wanapitia. So that's why nimesema kwamba hizi ni aina ya changamoto, lakini hizi changamoto hazikuji ati ili tukufe moyo, tuashirie maono yetu. Zinakuja kututia nguvu ya kusimama na kutimiliza ile maono yetu. Nataka niende kwa sababu masaa yangu naona ikielekea nimebakisha kama 20 something minutes. Nataka niende haraka ili nikuwe nimemaliza hekima na Babeli ya kutaka kuwa mwadhiriwa ya ile ambayo ni changamoto ya maono yako. Na nataka turudi katika kitabu cha Mwanzo 30, Mwanzo 37, tuangalie mstari wake wa 20. Usikia vile Biblia inasema. Biblia inasema hivi 20, katika kinara mlikuwa na vikombe vile vilivyofanywa mfano wa maua ya mlozi, matofu yake na maua yake. 37 mstari wa 20. Kwa nini walikuwa wanataka kumuua na kumuuza Yusufu? Kwa sababu ya maono. Adui wa maono yako anataka kukusimamisha. Anataka kusimamisha maono yako, ama kukusimamisha wewe usikaweze kutimiliza ile maono yako. Hivyo ndivyo nikitaka ujue ya kwamba tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 37. Nimeshindwa hiyo neno imetoka wapi? Mwanzo 37 mstari wake wa 20.
20 Biblia ilikuwa inasema hivi, sorry. Pole sana. Biblia ilikuwa inasema ya kwamba haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemula, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Angalia, hawa watu walikuwa wanapigana na maono. Hawakuwa wanamshukia Yusufu, walikuwa wanashukia ile maono yake. So walikuwa wanapigana na maono ya nani? Ya Yusufu. That's why nauliza, kwa nini walikuwa wanataka kumuua na kumuuza Yusufu? Sio kwa sababu ya kitu kingine, sio kwa sababu ya kumshukia, ni kwa sababu ya haya maono. Na tunaona adui wa maono yako anataka kusimamisha maono yako ama kusimamisha wewe. Na ingependa ujue kama hawakusimamisha Yusufu, hata wewe hata kusimamisha. Labda tu ukue muadhiriwa wa maono yako. Kama hawakuweza kusimamisha Yusufu, hata wewe hawataweza kukusimamisha. So yeyote, hata Biblia inasema hivyo katika kitabu cha Joshua, ya kwamba atajaribu kupigana na wewe. Kwa hivyo lazima watainuka. Wao watu wa kupigana maono yako lazima watainuka, lakini hawatakuweza. Na hivi ndivyo nimekuja kukutabiria. Wewe ambao umefika mahali, umefinyiliwa mahali, unaona ni kama umefika mwisho. Nimekuja kukutabiria ya kwamba huo sio mwisho wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nimekuja kukwambia kwamba unaenda kuinuka juu ya ile changamoto ambayo unapitia katika jina la Yesu Kristo, mpaka maono yako yakaweze kutimiza maono yako katika jina la Yesu Kristo. Kama ni hiyo biashara kubwa, lazima hiyo kazi inuke, ifikie kiwango ya biashara kubwa katika jina la Yesu Kristo. Kama hawakuweza kuzuilia Yusufu, hata wewe hata kuzuilia. Kuna kile ambacho ulikuwa unatamani kuwa, kuna kile ambacho Mungu anatamani kile ambacho Mungu anatamani wewe ukaweze kuwa. Nimekuja kukutabiria kwamba siku ya leo unaenda kufikia pale katika jina la Yesu Kristo. Sikiliza. Tena katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, First Corinthians. First Corinthians. Twende Wakorintho wa kwanza 10. Hallelujah, thank you Jesus. 10. Tuangalie mstari wa 13. Tuangalie mstari wa 13 vile ambavyo Biblia inasema. Biblia inasema hivi 13. Jaribu alikuwapata nini isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waasha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Thank you Jesus. Sikiliza, hakuna jaribu ambalo limekupata wewe lisipokuwa lile la kawaida. Yao majaribio ambayo unapitia ni majaribio ya kawaida, ni majaribio ambayo alipitiwa na wengine na wakafaulu. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba hiyo majaribio ambayo unapitia si majaribio mageni, ni ya kawaida, ni majaribio tu ya kawaida. Hata kama hizo changamoto unaona kama ni mingi, unaona kama ni kali, usiogope, ni za kawaida. Hivyo ndio Paulo anajaribu kuambia hapa. Anasema ya kwamba jaribu alikuwapata nini isipokuwa lilo la kawaida ya wanadamu. Kwa hivyo hayo yote ambao unakutana nayo ni majaribio ambayo ni ya kawaida, ambayo yanapitiwa na wanadamu wengine. Na anasema hivi, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waasha mjaribiwe kupita mwezavyo. Mungu wetu ni mwaminifu. Hata siku ya leo Mungu ni mwaminifu kwako, na hata kubali wewe upite yani Mungu hata kubali ukaweze kulemewa na kupigana zile changamoto. Mungu atakupatia uweza wa kuovercome zile changamoto katika jina la Yesu Kristo. Anasema kwamba atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sikiliza, lazima utasimama kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukutabiria, lazima utasimama. Biblia inasema kwamba Mungu atafanya mlango, na kuanzilia dakika hii na hata wakati huu Mungu akaanzilia kufungua mlango wako wa kukutokozea mahali ambapo baraka zako ziko, mahali ambapo maono yako iko katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unapitia katika zile changamoto, nimekuja kunena na wewe ya kwamba siku ya leo Mungu anaenda kufanya mlango wa wewe kutokezea katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni vizuizi za aina gani ambazo unakutana nazo, lakini nimesema kwamba Mungu anaenda kukufanyia mlango wa kukutokezea mahali ambapo utatokea, mahali ambapo utatokelezea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So nimesema ya kwamba uko na uweza
wa kutimiliza maono yako. Tumeona pale Biblia inasema kwamba Mungu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Ndiposa usimame, ufikie mahali ambapo ulikuwa unatamani kufikia. Mungu atakupatia uweza wa kutimiliza maono yako. Mungu anajua maono yako, hawezi leta changamoto ya maono mengine. Kwa hivyo usidanganywe ya kwamba unapitia changamoto ambazo hufai kupitia. Hapana, Mungu anajua maono yako, anajua wewe ulikuwa unataka kuwa daktari, atakuletea ile majaribio ambao ni ya daktari, zile changamoto ambazo daktari wanakutana nazo. Kwa hivyo hawezi akakuletea changamoto za kitu kingine ama za mtu mwingine. Hapana, usiwahi danganywa. So Mungu anajua maono yako na hawezi leta changamoto ya maono mengine. Sikiliza, hakuna changamoto Mungu analeta zaidi ya maono yako. Kwa hivyo hakuna changamoto ambayo itakuja ambao ni zaidi ya ile maono ambayo uko nayo. Hapana, ujue zile changamoto ambazo unakutana nazo ni za ile level ambao ni ya maono yako, ni za ile kiwango ambacho cha maono yako. Na jambo lingine ni kwamba Mungu anajua Yusufu ako na uwezo wa kuepuka changamoto. Mungu anajua leo ya kwamba wewe uko na ule uwezo wa kuepuka zile changamoto. Mungu anaweza asikupatie changamoto za Yusufu, lakini kila changamoto ambayo itakuja kwa maono yako uko na uwezo wa kushinda. Sikiliza, Mungu anaweza asikupatie changamoto za Yusufu, lakini kila changamoto ambayo itakuja kwa maono yako uko na uwezo wa kushinda. So my brother, my sister, nimekuja kukwambia hivi ya kwamba wewe ni zaidi ya washindi. Haijalishi yale ambayo ananenwa. Na ningetaka usikilize sauti. Kulikuwa Sanbalati na Tobia. Nehemia alikuwa na ile maono ambayo ya kujenga ukuta. Lakini kulikuwa na Sanbalati na Tobia wa kupiga ule ukuta usikaweze kujengwa. Lakini tunaona Nehemia alielewa ya kwamba hii ni changamoto ili nisikaweze kujenga ule ukuta, lakini alipigana na zile changamoto mpaka akahakikisha kwamba ukuta umejengwa na ukuta umesimama. Nimekuja kukwambia hivi my brother, my sister, ya kwamba siku ya leo mimi sijui ni ukuta wa aina gani ambao unajenga siku ya leo, lakini nimekuja kukwambia kwamba wacha kusikiliza yale ambayo yananena na wanadamu, kwa sababu ukisikiliza hayo utakuwa mwadhiriwa. Hekima ya pili ya Yusufu ili alikuwa nayo, hakukubali kuwa mwadhiriwa kwa yale mambo yote ambayo alipitia. Hakukubali. Unajua kuna watu ambao wanakubali hiyo challenges zina overcome. Don't let challenges to overcome you in the mighty name of Jesus. Usikubali hizo changamoto zikaweze kufanya nini? So nimesema kwamba lazima usimame, pigana na hizo changamoto katika jina la Yesu Kristo. Maadui ni wengi ambao watakuinukia, ambao watainukia familia yako, ambao watainukia biashara yako, ambao watakuchukia bure hata bila kuwatendea nini. Lakini ujue kwamba hizo ni baadhi ya changamoto ambazo zilipitiwa na wanadamu wengine, na uko na uwezo wa kutoka katika kuepuka hizo changamoto katika jina la Yesu Kristo. Sio nimekuja kukwambia hivi my brother, my sister, siku ya leo nataka usimame. Nataka leo usimame. Simama, pigania maono yako. Pigania maono. Wewe ambaye ulisoma haukupata kazi, uko na certificate. Huu ni wakati wako wa kusema mimi sikusoma. Hii certificate kaanza kukaa kwa nyumba. Huyu ni wakati wako wa kusema ya kwamba mimi sitakubali kuadhiriwa na zile changamoto ambazo najua kwamba niko na uwezo wa kupigana na hizo changamoto. Usikubali ile roho ambayo inanena kwamba siku hizi hakuna kazi. Usikubali, hiyo ni aina ya changamoto na ni lazima upigane na hiyo changamoto katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati wako wa kuchukua hizo certificate. Ni wakati wako wa kusinenea, anzilia kusinenea ya kwamba nyinyi certificate mwanendea, ya kwamba ninapoondoka hapa, ninapoelekea kazini, ninapoelekea kwenda kutafuta kazi, mtakubalika. Ninawaitishia kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo usikubali changamoto zile ambazo zimezuilia wengine kufikia kwa maono yao, hata wezi kuzuilia katika jina la Yesu Kristo. Sio ni mtu ambaye alikuwa anasoma kisha aende amebaki mikokoteni huko Malikiti. Hapana, sio ni mtu ambaye alikuwa anaenda shule alafu ikuwe kwamba ataishi miaka yake yote kuajiriwa mshahara ambao ni pesa kidogo. Hapana, there is no way. So kuna ile maono ambayo ulikuwa nayo, na nimekuja kukwambia kwamba ile kitu ambayo itakufanya usitimilize ile maono yako, jambo la kwanza ni kuharibu ushirika wako na Mungu. Na Yusufu hakukubali wakati ambapo mke wa Potifa
alikuwa anataka wakaweza Yusufu akaweza kulala yeye, alikataa kuharibu uhusiano wake na Mungu. Kwa hivyo kama uko hapo, wewe unafanya biashara na nisikiza, haujaokoka, mimi ningekusii siku ya leo, tengeneza uhusiano wako na Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu hilo linaweza likakufanya usitimilize maono yako. Jambo lingine la pili ni wewe kukubali kuwa mwadhiriwa. Ukikubali kusikiliza yale ambayo yananenwa. Nehemia nimesema kama angekubali kusikiliza zile sauti za Sanbalati ya Tobia, angejenga ule ukuta. Kumbuka mtu mwingine ambaye anaitwa Batimayo, maandiko yanasema ya kwamba alikuwa ananyamazishwa, alikuwa anakemewa ya kwamba nyamaza, wewe unapiga makelele, lakini kwa sababu alikuwa na maono ya kwamba mimi siku moja nitakuja kuona, hakukubali ile maono kuitupilia bali. Tunaona kwamba wakati ambapo alisikia Yesu wa Nazareti anapita, alipiga kelele, akapaza sauti, akamwambia Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Yesu naye akamuuliza, akasema aitwe, akamuuliza unataka nini? Akasema mimi nataka tu kuona. Maono yale alikuwa nayo ikakuja ikatimilia. My brother, my sister, nimekuja kukwambia siku ya leo, Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatujali, Mungu wetu yeye ni Mungu ambaye ni muweza. Nimekuja kukwambia siku ya leo, kama hauko na uhusiano mzuri na Mungu, kubali leo kutengeneza uhusiano wako na Mungu, na ukubali leo kukataa leo, kataana. Hata kama ni watu wa familia bana kuinukia, usikaweze kuendelea, usikaweze kuenda mahali. Simama, sema ya kwamba mimi nitapigana na kila hali, nitapigana na kila changamoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So nimekuja kukwambia hivi ya kwamba tunapigana na hizo hali, na hizo changamoto. Na mimi ningelipenda wewe ambao unatazama, niambie zile changamoto, niandikie kwa dakika moja. Naandikia zile changamoto ambazo unapitia, ambazo unakutana nazo ama ambazo unapitia, ili ninapoenda kumalizia katika maombi, ili nikaweze kukuombea na Mungu wetu atakubariki. So najua kwamba kuna watu ambao wanapitia changamoto, unahitaji mchungaji wa kushikilia kimaombi. Niko mahali hapa nikaweza kukushikilia katika jina la Yesu Kristo, ili ukaweze kuovercome. Mimi mapenzi yangu ni kuona wewe umefanikiwa. Mimi mapenzi yangu ni kuona ukiendelea. Mimi mapenzi yangu ni kuona unaishi maisha ambayo ni mazuri katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtumishi ama mchungaji wa Mungu ambaye anapendaga kuona watu ambao wanateseka, watu ambao kila wakati wanalia tu wapatiwe msaada. Sisi tunapenda kuona watu ambao wanaendelea, mtu ambaye kazi biashara ile ambayo anafanya inaendelea vyema. Hiyo ndio mapenzi yetu. Mapenzi yetu ni ya kwamba tuone kwamba umebarikiwa, unaishi maisha ambayo ni makamilifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba siku ya leo tunaenda kuomba kwa ajili ya zile changamoto ambazo unakutana nazo. Hata kama wewe ni muibali na uko pale, najua kuna zile changamoto, niandikie tu aina moja ya changamoto ambao unapitia, na mimi ninaenda kukuombea. Na kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi sikujiita, niliitwa na Mungu. Nilisikia sauti, na hii sauti ilikuwa ya Mungu, na ninajua kwamba Mungu aliniita nikafungulisha wengi. Kwa hivyo niko hapa nikufungulishe, niko hapa nikushikilie. Na nimesema kwamba niandikie tu ujumbe kidogo, uniambie yale mambo ambayo unapitia, uniambie nini ambacho unapitia, nili nikaweza kuomba na wewe, na Mungu wetu atakubariki. Na kama uko pale haujaokoka, niandikie tu ujumbe, uniambie mchungaji, mimi sijaokoka, ningependa siku ya leo, kwa sababu nimesikia neno. Maandiko yanasema kwamba ukisikia neno la Mungu usifanye moyo kuwa mgumu. Leo nimekuletea neno la Mungu, nikakwambia maono yako itatimilia kama uhusiano wako na Mungu hautakuwa sawa. Na nikasema jambo lingine, kama utakubali kukuwa mwadhiriwa. Sio, nimekuja kukwambia hivi ya kwamba siku ya leo, mahali popote ulipo, kama uko pale unatazama na hujaokoka, niandikie tu ujumbe kidogo, niambie mchungaji, mimi niko mahali fulani, ningependa leo nikapeane maisha yangu. Kumbuka maandiko yanasema kwamba katika kitabu cha Yohana ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia, he is the way, he is the truth and he is the life. Kwa hivyo ni Yesu pekee, yeye ndiye njia. Hakuna njia nyingine ambayo utapitia. Njia ni wokovu, njia ni kuokoka. Kwa hivyo kama uko pale unatazama, niandikie mahali baba huko, niambie kama umeokoka, kama hujaokoka, ungependa kuokoka, ningelipenda tukaweza kuomba na wewe, na Mungu wetu atakubariki. So, ninaona masaa yangu imeisha, na ningependa nikaweza kuomba. Na mimi huaga ninapatikana, mimi niko hapa Kariobangi, hata leo saa hii natoka kanisani na ubira kanisa la Emmanuel Worship International Ministry.
Wale ambao wako Kayole hizo sehemu, ukifika tu Lauda tatembea tu kidogo kwa miguu, tembea tu kidogo ufike mahali ambapo kuna kanisa la Catholic na kuna bridge hapo, uteremke na hiyo barabara kidogo, kisha upande wako wa left utaona kanisa la PCA, au upande wa right utaona supermarket kubwa sana, wholesale ambayo ni kubwa sana. Mimi niko hapo juu, kuna bana ambayo imeandikwa Emmanuel Worship International Ministry, na mimi unaweza nipata kwa simu. Niko na simu yangu ni 0720661909. Ninarudia ya kwamba niko na simu ambayo watu wote wanashika nayo. Ya nambari yangu ya simu ni 0720661909, 0720661909. Nitarudia tena 0720661909, na Mungu wetu akawabariki. So hiyo ni ile namba ambayo unaweza ukalishika nayo, na ninaamini kwamba Mungu wetu atakubariki na Mungu wetu atakuinua. So nataka tukaweze kuomba. Wewe ambaye uko pale, kabla sijaomba na hujaokoka, ningependa ukarudia haya maneno nyumba yangu, na Mungu wetu atakubariki. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Nimegundua leo ya kwamba unanipenda, ya kwamba unanijali. Kuanzilia leo nimekukaribisha kwa maisha yangu, ukaweze kuwa mwanzilishi na hata mkamilishi. Futa jina langu katika kitabu cha moto, ukaliandika katika kitabu cha uzima. Kuanzilia leo nimekataa shetani, nimekataa dhambi, nimekataa mambo yake yote katika jina la Yesu. Kuanzilia leo nimeokoka katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sema amen. So wacha tuamini tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja Baba mbele zako. Nimekushukuru, nimekuinua Bwana kwa sababu ya neno lako Bwana. Nimeomba siku ya leo Baba ukatazame hawa ambao ni watazamaji wangu Bwana, zile changamoto ambazo napitia Baba, ukawapatie neema, ukaneemishe Bwana, wakaweze Baba Jehova Mungu overcome kila changamoto, every challenge in the mighty name of Jesus. Baba, na nimetangaza kuanzia siku ya leo ya kwamba kila changamoto ambazo wanapitia Jehova Mungu utawapatia nguvu, utawapatia uweza wa kupita, wa kuepuka zile changamoto katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaombea maono ya kila mmoja Baba katika jina la Yesu Kristo, vina vizuizi zote Baba, kila minyororo inayofunga maono yao wasikaweze kufika, wasikaweze Baba Jehova Mungu kufikia mahali ambapo walikuwa tamania na mahali ambapo walikuwa tamania kufika. Baba, ninatangaza zinaenda kukatika, minyororo inaenda kukatika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaombea maisha yao, nimekataa roho ambao ni ya Baba kuwaweka waishi kuwa maskini katika jina la Yesu Kristo. Ukawabariki, ukawainua na Baba, nahitaji milango ya pesa ikaweza kufunguka Baba, utafungulisha milango ambayo ni ya financial katika jina la Yesu Kristo. Wale wanalia kwa sababu ya ndoa, zile changamoto ambazo wanakutana nazo Baba, tunaombea ya kwamba ukawapatie nguvu za kuovercome katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanalia ni kwa sababu ya kazi, Jehova Mungu kafungue milango katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Bwana limesema kwamba Mungu utafungua mlango, fungua mlango Bwana Jehova Mungu wa kuwatokezea Baba wale ambao kuna baraka zao katika jina la Yesu Kristo. Ninawabarikisha leo, ninaomba akabarikiwe, ninaomba akainuliwe kuanzilia siku ya leo Baba. Nimenena kibali juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimenena hili neno ya kwamba linaenda kufanya kazi juu ya maisha ya kila mmoja ambaye amenitazama siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wabariki na kuwainua kwa sababu wewe ni Mungu, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen, amen, amen. So shalom, may God bless you, may God bless you. Tukutane tena siku ya Wednesday na Mungu wetu akawabariki. So bye bye. Shalom. Shalom, shalom.